ICT hubs 1440. Bado hiyo process naona iko behind schedule. Mimi kama nyapara ya kusaidia rais kusukuma program ya serikali, naenda kusukumana na watu ya ministry tuharakishe hiyo ICT hub, tupanue hiyo area, vijana wengi zaidi wapate kazi, so that we can meet our target as we have planned. Tuendelee tusiendelee? Kwa hivyo vijana wakipata kazi mtandao, wengine wanapata kazi kwa ground kama walimu, kama polisi, kama prison officers. Kuna wengine wameajiriwa katika affordable housing program. Ile tunaita kazi kwa ground. Iko kazi mtandaoni na kazi kwa ground. Hii kazi kwa ground, affordable housing program na market construction. We are employing 250. Mtafika kwa barabara, relax. Ni mtu mmoja tu yuko hapa, na mwenye yuko hapa ndiye amenituma, so don't worry. Na niko na salamu yake na ile mambo yote mheshimiwa alisema itafanyika, salamu ya rais, salamu ya deputy, salamu ya kila mtu. We mean business, we are very serious. Kwa hivyo hiyo affordable housing imeajiri vijana 1200, kati ya 1250 Kenya nzima. Na wale wanapata kazi nje, kazi majuu, pia tunawaekali wafanye kazi mahali watapata, waekeze, watume pesa nyumbani, wakikaa 5-6 years wakuje wainvest, waendelee kujenga taifa la Kenya. Kwa hivyo hiyo program inaendelea. Niseme ya kwamba ile mahali ambao tulikuwa tumekwama kidogo ni stima na infrastructure. Na sababu ya hiyo vitu kukwama ni kwa sababu nilianzia kwa kuambia mahali uchumi ulikuwa 2022. All government resources were being directed to subsidize agriculture, to bring down the cost of living, the cost of fuel, to stabilize the Kenyan shilling, to reduce the cost of unga, to provide the subsidized fertilizer. Na ndio unaona uchumi umeanza kuimarika kidogo. World Bank na IMF mwezi umepita mmoja wameorodhesha, wamesema Kenya katika hii miaka miwili imepiga hatua ya kiuchumi. Vile Kenya 2022 ilikuwa namba 8 Afrika kwa ukubwa wa uchumi, sasa imeorodheshwa ikiwa ya 6 barani Afrika. Imepita nchi ya Angola na imepita nchi ya Ethiopia. Na tunaendelea kusongesha Kenya mbele, namba 5, namba 4 kwa ukubwa wa uchumi hapa barani Afrika. Kwa hivyo mambo ya stima ilikuwa imekwama, lakini vile uchumi umeanza kudhibitika, tumepata pesa ya serikali ya kutosha ya kuweka stima mahali haijafika. Hapa Kisii tuko na program inaendelea ya last mile connectivity ya 1.4 billion ya kuongeza idadi ya nyumba 16,000 mpya hapa Kisii County ambao hawana stima wapate stima, kwa sababu stima sio starehe ya matajiri pekee, ni haki ya kila mwananchi. Katika hiyo 1.4 billion ya Kisii, 300 million iko hapa South Mugirango, na nimetafutia huyu rais ameniambia nitafutie huyu mheshimiwa South Mugirango, huyu Osoro ambaye amesema hajamaliza kulipa mahali, na leo sitoki hapa bila cheki ya dawa ya wewe. Hapa na msichana ya kule kwetu, sasa lazima niokote mahali kidogo, kwa sababu mahali haishi, kwani inaishanga. Hapa Kisii mahali inalipwa mtu anaambiwa amemaliza. Si unalipa kidogo kidogo mpaka mwisho wa dunia. Soro alipe asilipe? Si alipe. Ala, mbona mko serious alipe mahali asilipe? So, rais ameniamrisha nitafikia huyo Osoro kwa sababu iko 300 million ya stima hapa South Mugirango,
nimtafutie kupitia wizara ya kawi another 100 million ifike 400 million ya hapa South Mugirango. Nimtafutie pesa ya stima ya South Mugirango. Nimtafutie. Wangapi wanasema niongeze stima hapa? So nitafanya hivyo kwa sababu ni amri ya rais. Sawa sawa. Unaona rais anawajali. Si rais anawakumbuka. So hiyo tutafanya. Ya mwisho, mambo ya stadium nimesikia vile mheshimiwa amesema. Na niko hapa kutangaza ya kwamba tuko na pesa ya kutengeneza hii Etago Green Stadium na tuko na pesa vile ya kutengeneza Nyamarambe Stadium pale. Na rais ameamrisha waziri wa michezo Salim Mvurya aweke pesa na nimeconfirm pesa imepatikana ya Etago Stadium, Nyamarambe Stadium. Sasa nataka waziri afike hapa kuzindua rasmi ama kuanzisha ujenzi wa hizo stadium mbili katika siku 30 ya hapa Etago na pale Nyamarambe. Tunaweka sio stadium peke yake, sports academy ya kutrain vijana wetu na kusaidia vijana wetu ambao wako na talanta ya michezo. Tutoe vijana wetu kwa madawa ya kulevya na pombe, kwa sababu wakiwa idle hapo ndio wanaharibikia. Wafanye talanta yao, wakimbiaji, wacheza mpira wa miguu, mpira wa rugby, mpira wa mikono, waende Mungu awajalie waende hata ng'ambo, wasaidie wazazi wao na wasaidie Kisii, wasaidie nchi yetu. Vile barabara nyingi zilikuwa zimekwama kwa sababu ya ile heavy lifting ya kuinua uchumi tulikuwa nayo. Lakini kwa sababu sasa uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitika, niko hapa Kisii kutangaza ya kwamba barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama tutazikwamua, tutazijenga na tutazikamilisha. Niko already mahali, kwa sababu barabara nyingi hapa Kisii na time nimeenda, nataka kumalizia. Niko barabara ambayo contractor amerudi, alikuwa ametoroka kwa sababu pesa yake ilikuwa imechelewa, kwa hiyo sababu ambayo nimewaeleza. Barabara ya Nyabigene kwenda Nyamarambe 23 kilometers 880 million. Contractor amerudi kwa sababu amelipwa ile kazi, na kama hajafika ako njiani, kwa sababu most contractors walituambia wakati kunanyesha tungengojea ukauke kidogo. Amefika ama hajafika? Amefika bado? Kama hajafika, amefika mheshimiwa? Ya, kama amefika sawa, kama hajafika atafika. Amelipwa deni yake na ameamrishwa akamilishe hiyo barabara. Vile Nyabigena, Matangamano, Esaka, Nyamarambe 10 kilometers 532 million. Pia hiyo tutashughulikia. Iko Kamagambo kwenda mpaka Kenyenya, pia hiyo kilomita 800 million. Pia tumerejesha contractor. Mahali tumewachwa, na hiyo ndio message ule vijana walikuwa wanaongea hapa. Najua hapa kuna barabara ambayo ni muhimu zaidi, na hiyo mmesema serikali yenu kunyesha kusinyesha, kulia kushoto, mbele nyuma, juu chini, lazima tuweke pesa mwaka huu na tuanze kuweka lami katika hii financial year inaanza 1st of July. Si nimesema hivyo? Etago, Ekena, Ekona, Gateni, Nyamaya, tuendelee na hiyo barabara, tuweke lami hiyo barabara. This budget which is being finalized between myself, because the president has already given directives, myself na wabunge wenu tutahakikisha kwamba hiyo budget
will not be affected. Hata ikienda bunge ina Usoro watailinda kwa sababu hii barabara iko katika hiyo budget. Ndio kutoka 1st of July tuanze kutekeleza ujenzi wa hiyo barabara. Mimi kwa leo na wasi kwa heshima kubwa wananchi wa South Mugirango na wasi wananchi wa Kisii, my fellow countrymen, niongee ukweli nisiongee? Niongee nisiongee? Naomba kwa heshima kama ndugu zangu. Si mnajua jamii ya Wameru, jamii wa Kisii ni jamii moja. Si hata lugha ni same. Hata mambo mengine hapa sitaki kutaja ni same. Si ni same. Ile maneno si ni same. Kwani umejuaje? So mnajua naona wazee wanajua, lakini hata akina mama wanajua. Si the same. So mimi nataka niseme hivi. Nataka niseme kwa heshima. Tunaomba kwa heshima. Itakuwa hatari kwetu, kwa nchi yetu, tukijiweka katika kampeni za mapema. Tungojee tu kidogo, siku ya kampeni itafika. Kwa sasa tutulize boli, tushughulikie, tushindane mashindano ya kutafutia Wakisii barabara na stima na masoko na kazi ya mitandao ya vijana. Wakati wa kampeni there is no problem, itafika. Mimi nitafika hapa, sitakuwa na hii blazer, hii coat, nitakuwa na t-shirt na kofia, kwa sababu ni wakati wa kampeni. Namna hiyo. Lakini kwa sasa tunaomba kwa heshima tuweke mambo ya wananchi mbele, tushughulikie uchumi wetu, tupendane, tuwe na umoja, na hata wale wako na maoni tofauti ya kisiasa ni haki yao, lakini tusihujumu umoja na udhabiti wa taifa letu la Kenya. We are one country, one people, and Kenya is our home. Kweli si kweli jameni? Kuna mtu ako na mahali pengine pa kwenda? Sisi ni wa Kenya daima. Naomba tu kwa heshima tuvumiliane. Ule ako na maoni tofauti atoe, seme akubaliani na hii program ama ile, lakini mambo ya uchochezi, mambo ya kutabiri vita, mambo ya kuchemsha wananchi wachukiane wenyewe kwa wenyewe kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya dini. Nchi ya Kenya ilipata matatizo makubwa siku ile kulikuwa na machafuko ya kisiasa, na tumesema never again. Hatutakubali nchi yetu tena ndugu ainue silaha kupiga ndugu mwingine Mkenya mwenzake ati kwa sababu ya kabila yake, ati kwa sababu ya dini. We will protect the security, stability and the unity of Kenya at all costs. Hii mambo ya tofauti ya siasa hiyo ni sawa sawa. We have no problem. Hata wale wanaunda vyama ni sawa. We have no problem. But please, I beg you, fellow Kenyans, brothers and sisters, the unity of our country, the security of our people, wherever they are, is our first and most important duty as a generation. Watu wa Kisii ni wanabiashara, wako Nairobi, wako kila mahali, hata ng'ambo. Hautaki kuchochea wananchi hapa kwa sababu hapa wale wengi ni wa Kisii. Lakini kuna Wakisii wengi wanaishi mahali pengine ambao ni wachache. Wanaishi na jamii zingine. Usalama wao, umoja wao na zile jamii wanaishi kwao pia ni muhimu. Vile wale wako hapo wako na amani, tuwe na amani kila mahali. Kwa sababu that is how our country is wired. We are connected. Hata intermarriages ndio hiyo. Umesikia Osoro amepata network wa Meru huko Tharaka Nithi. Huyo hakuwa na mke, amepata huko Tharaka Nithi. So nikiwa hapa mimi ni baba mkwe, naongea vile nataka, na Osoro hawezi sema kitu. Osoro atasema ngwe. Atasema ngwe. Hata mimi nikienda kwa wakwe zangu, I behave, I don't talk like this. Naongea na vile ndamu, siwezi sema ngwe. Osoro wewe umesikia?
Kwa hivyo mimi nataka nikomee hapo, na wapenda sana sana, na mimi napenda Kenya. I love Kenya with the whole of my heart, and I believe in the unity and in the visibility of our country. I believe in the energy of all the people of Kenya, and I believe all communities, all races, all communities, all generations, young people, old people, men and women, everyone has something that they can do to make our Kenya better. Kwa hivyo ukisikia nikiongea hivyo ni kwa sababu ya hiyo maneno. So hivyo wale ambao hawajasalamiana tutafupisha ile imebaki. Kuna viongozi wako wameongea, tuko wengi, na ni vizuri viongozi wengi kukuja kwa shughuli kama hii ya wananchi. Hapo ndio unajua kiongozi ni nani, ambaye anasimama na mwananchi. Siku ile hakuna uchaguzi, hakuna kampeni. So hao viongozi kukuja kwa wingi ni baraka, lakini na wasi kwa heshima, kwa sababu hao viongozi au wananchi wamekaa hapa muda mrefu, wamechoka kiasi, na tunajua the main message for today ilikuwa empowerment. Nikawasihi wenzangu kwa heshima kubwa, viongozi ambao wako hapa hawajasalamiana, kila kiongozi atasalamiana, lakini kwa dakika tu moja aseme Buyamore na atoe pesa yake, wengine Buyamore atoe pesa yake. Namna hiyo ndio tumalize in 20 minutes, kama namna gani? Kwa sababu tukikaa sana wananchi watachoka, au wananchi labda mvua itakuja, labda wangetaka kwenda kazi zao, tusiwachukulie siku nzima. Na naibu wa rais aende sehemu nyingine pia, kwa sababu Kenya pia si kubwa. Si mnataka nitembee kila sehemu ya Kenya, na hapa Kisije nitembee, nikuje kuangalia soko na hiyo barabara ya Etabe. Hiyo mmesema hii nikuje kila wiki, kila mwezi, nikuje nisikuje? Nimekaribishwa. Wacha nione wale wanakaribisha deputy president hapa. Bas, wakati inakuja hapa, nimetoka sehemu ya Kakamega, ikiwa njiani nimepigia mdosi wangu kiongozi wetu wa taifa William Ruto simu, nikamwambia rais, sasa naelekea kwa wale watu wako wapendwa wa South Mugirango kule Kisii. Je, utanituma na salamu? Rais ameniambia mambo mawili. Ameniambia niwasalamie na anawapenda baya sana. Anawapenda kabisa, na anawasalimia kabisa, anawapenda kabisa, sawa sawa, na anawajali, na anafanya kazi na viongozi wenu wote hapa na wale wako hapa, ili hii South Mugirango na Kisii ipate maendeleo na manufaa ya serikali hii. Anawapenda sana, amewasalamia. Mumepokea salamu ya Rais William Ruto? Wacha nione kwa mkono wale mmepokea salamu ya rais. Salamu ya rais, salamu ya rais, salamu ya rais, salamu ya rais. Ya pili ameniambia sio salamu peke yake, sio salamu ya mdomo peke yake, hata ni salamu ya kusaidia hawa mama mboga, watu ya mkokoteni, vijana wa boda, wale walipigia kura. Hata yeye mkono yake amenituma, kuna watu wametuma wameniletea. Unajua rais ako na network kubwa. Sasa ametuma watu yake, nimekuja, iko hapa. Mimi ndaacha hapa bunge wenu na wale wana organize wataongeza kwa ile imetangwa. Mchango ya rais niko naye hapa ya shilingi milioni 3. Na mimi kama deputy president naleta hiyo pesa iwekwe hapo, msiletee hapa hoteli tu hapa, na muachie huyu Osoro na timu hapa. Tukitoka hapa Osoro abaki hapa ndiye amwambie vile vikundi viko hapa vile pesa yetu itapatikana, na hii sio pesa ya kukula, hii ni pesa ya kukuza biashara zenu. Mmesikia? Ya kupanua nini?
mkingojea program ya Nyota ambayo itaongeza upanuzi wa biashara ndogo ndogo. Kwa hivyo mimi kama naibu wa rais, hata mimi nataka nitoe pesa. Si rais ametoa, hata mimi nilipe ile hata nimeongea hapa, hata mimi. Si mimi ni mtu yenu pia. Si tumesema sisi ni jamii moja, na mimi ni baba mkwe wa Osoro. Nitoe nisitoe, nichange nisichange? Wangapi wanasema nichange pesa? Hata mimi. So hata mimi nimesindikisha rais na 2 million shillings. Hiyo ni ngapi? Hiyo ni ngapi? Na ile ingine ilikuwa imechangwa na tunaendelea. Kuna wengine hawajatoa pesa, wacha niwaite moja kwa moja. Ngoja, sijamaliza. Lete zawadi. Tuendelee. Wale ambao hawajaongea ninawasihi tusiongee mrefu. Wacha niite former member of parliament Mason Nyamweya aseme jambo. Huyu Nyamweya alikuwa my client, ni mwanasheria, ni ndugu yangu. Aseme jambo na atoe pesa yake. Excellence, kitu ya kwanza kusema nashukuru make sure you come South Mugirango. Huyu ndiye alikuwa wakili wangu wakati nilienda kotini. Nilikuwa na kesi na Magara. Huyu ndiye alifanya mimi nikashinda. Na Mungu amenisaidia wakati huu yeye ndio deputy president ya Kenya mzima. Sio tuko na baraka. Yeye mwenyewe ananichua, mimi nimechua kitambo, nasema asante kwa Mungu. Ya pili, kama ningeendelea kuwa mchumbe, Osoro angepata nafasi. Sio mimi ningeendelea kuwa mchumbe. Sio ni ukweli. Lakini sasa Osoro mahali amefika, amekomaa. Wakati huu lazima yeye ajitetee kwa mjumbe. Mimi sitakuwa hapo. Ya kwanza nilimbeba. Ya pili nilimbeba. Hiyo imetosha. Sasa ingine afanye nini? Ajitetee. Timon Raiga mukanga matiku wetu sosoro chikura. Inje na Jacob atelina ki inaenda Karole president. What I'm telling them, Your Excellency, I went and saw the president and it was yesterday. Si urongo, nawaambia ukweli. Ya pili, mimi siko peke yangu. Tuko na wenzangu wengi. Tutaongea na hawa, tukubaliane, tuseme tunakuja kwa Kenya kwanza ama tunaenda wapi? Lakini vile naona dalili tutaenda kwa Kenya kwanza. Tupigiwe makofi. Ya pili, unajua umesema kitu hapa ya muhimu kabisa. Amesema analeta nini? Barabara. Si ndio? Ameleta soko, ameleta stadium, ameleta stima. Ni kitu gani tunataka wasaidie ndio tuwapende? Anybody will do that. Hatuwezi kuongojea development, tuseme tukae mahali nyingine tuongojee. Ndio tukipata hiyo kitu tuanze maendeleo. Your Excellency, thank you for taking care of Honorable Osoro. Thank you and tell the President we appreciate what you have done to Osoro to make him a chief whip in Parliament. Very good. And there is also a sharp man, a sharp boy. Amejitetea sana. Kwa hivyo mimi sitaki kuambia mengi,
Your Excellency, fungue mlango. Mimi nimekuja kwa mawakili. Fungue mlango kabisa. Na nitakuja na timu kubwa. Very good. Timu kubwa kabisa. Mheshimiwa akuje asikuje. Fungue mlango akuje. Unaona ni ndugu yangu. Ni client yangu. Akuje asikuje. Wacha nione wale wanasema akuje. Oma hiyo ngore abantu bakwane igatoba United Kenya nene mono kubo mundu benshi oyomo tobamo binaba gusi binaba Kenya intundo wake taifa coalitions as Kenya ya Kis County Igongo jatana na magana bakwani yabade umani mwaje mayo kulosa magara maje mayo magara twale ngenere twalubune tikura na ilete na kanyoira matukogete batiwa mkuu antrama nere na siasa tupateo tukue na adui siasa ni we fight for elections. After elections are over tunaendelea kuishi. Mimi nimekuja hapa na kitu kidogo tu. Napenda wachokwe. Ngapi kwa mheshimiwa nitangazia 100,000 wapi makofi. Thank you mheshimiwa. Asante sana. God bless you. Sasa mzee wetu ndugu yangu amefanya kazi nzuri. Bro, tutaongea hapo nyuma ya tent tupangane. Asante. Kwa wale wabunge bado wanakuja, mkumbuke vile tumesema 1 minute unatoa pesa. There are 12 other speakers. Wacha niite Manduku. Wapi duru ya Honorable Daniel Manduku? Sema jambo mheshimiwa. Abagira ngokone wanaliwa limbia mole. Ndote usoro na wanti ni sana. Baga lego si usoro. Ebi baga alatena magandaro. Simi ni mwaro sile. Ndio sana baga dara. Simi ngelu tunyambi. 200,000. Bana pale. 200,000. Yamefanya vizuri. Yamefanya vizuri. Haya. Tukua zawadi, asante. Asante. Wacha sasa nimuite Mheshimiwa Japhet Nyakundi, kijana barubaru wa Kitutu Chache North. Wapi makofi ya Nyakundi? Huyo kijana ndiye National Treasurer wa chama tawala cha UDA. Anatosha atoshi? Ongea dakika moja mheshimiwa na uchange pesa ya watu wa South Bugirango. Asante sana mheshimiwa naibu wa rais. Abagirango bami itombu ya more. Mbia more na eme. Mwa eme. Kabisa kabisa iga. Mbaya iga maje to zoro. Mbaya iga maje to deputy president yeto Professor Kindiki. Mbaya iga maje to president yeto William Samoei Ruto. Abantu bami ito. Etua chirega iga esenge choko mwatana na nainu itu lilikualega kolige serikali tuarenge no mwana yo mino ko soro gaiga etua temetenga hoika ega sheritu aetu tobakorere negendo bya kamere etua temetenga abanta babaese kina mama bali wako ni chingeni aba mremaito boda abantu babuate ebe asare bike weka tote tubabuate si tote tubarusi korusa tobairanya na lero matuachira iga lero motigatore chibesa chisa ile abantu baito babwene. Mheshimiwa naibu wa rais vile umeongea, mimi nataka kukushukuru kwa sababu ya kukuja hapa South Mugirango. Yule mkabila mwingine tulimuita aje Mugirango hakukuja. Yule mkabila nilimuita Kitutu Chache North hakukuja. Lakini wewe umeonyesha ishara ya kukuwa mtu wa kuunganisha wa Kenya.
ishara ya kuonyesha ya kwamba wewe sio mkabila. Wiki 3 zilizopita ulikuwa kwangu Kitutu Chache North, leo uko hapa South Mogirango, wiki ijayo uko Nyaribari Chache. Hii ni ishara ya kwamba wewe unapenda Wakisii, na sisi tunakuambia zidi kukuja hapa ili tuzidi kufanya kazi pamoja. Sisi tunakushukuru na serikali yako ya William Ruto kwa sababu hii Kisii mumeitembea, na si kwa sababu ya kukuja kupiga story peke yake. Mumekuja hapa hii soko ya Etago, mlikuja mkaizundua na Mheshimiwa Rais. Hivi karibuni mnakuja kufungua barabara ya Ekona Etago inaenda mpaka Nyamaiya. Epare yu no erese budget. Inchenongo ikarase budget no mwana oyo minoko kuosoro. Bono chipare chino chire. Estima no ere. Amache no ale. Mmoja kama telebiani kwa serikali rasmi. Mmoja kwa serikali wasakolela serikali. Alwa serikali wasakolela serikali. Wakolela serikali. Mapeleka mache. Maleta skulu. Maleta bara. Maleta mache. Mwejisaji amejengo. Maleta wote wakolela serikali ya William Samoei Ruto. Thank you very much. Mimi Mheshimiwa Naibu wa Rais, tunakuomba uzidi kukuja hapa, tuzidi kutengeneza urafiki na hawa watu. Ile wakati itapofika, hawa watu hawatatusahau. Ule mkabila mwingine wachana na yeye akwende mahali alienda, kwa sababu nchi hii we can never go the 2007 way. You cannot say that 2027 will be a Christmas of 2007. Hiyo machafuko ilifanyika nchi hii ni jambo la huzuni sana, na sisi tunamwambia we must love this country. This country is bigger than all of us. Tumwambie awachane na ukabila, awache upuzi wake. Sisi kama Wakenya tunataka kuishi pamoja. Tuendele kwa menyamo. Tuendele kwa menyamo. Tumuaterane. Tukolenga asiamo. Omo ndolina kipo kwa ndia koreki. Omo ndolia koreki. Mimi ninatoa contribution yangu ya 300,000 Kenya shillings. 300,000. Alafu Wapi makofi 300,000. Alafu pia Yes. nilitumwa na Mheshimiwa Cabinet Secretary wa Ministry of Education, Mheshimiwa Migosi hakuweza kuwa hapa, hapo ng'ambo, na PS wake pia yeye amenipatia 500,000 Kenya shillings. Yote ni 1,800. Thank you. Hapa milango ni machote Kenya sawa seseni. Thank you very much. Thank you. Zawadi. Basa, asante. Next, Mheshimiwa Doris Donya. Wapi makofi ya Mama County? Wapi nduru ya Mama County? Sweetheart. Mora itaba buya sweetheart. Baby. Muyamole. Abaga kabaito muyamole. Abangina muyabako barugara. Omongina no ibwe chinguru. Your Excellency, welcome to Kisii. We are very delighted for what you've done today, what the government is doing for Kisii County. We have decided to work together so that we help our people. Kisii County, as a woman rep, I have only 7 million shillings in the constituency. If I become Your Excellency and work alone, we cannot help our women as we are helping them today. Also, Kisii, the Omogusi people. Mbanto kiba menyetaka nyingima. Mbanto kiba menyetaka nyingima. Ekarona rengegesa 2007. Ebi ndotua tangasi tekoruwe radio. Igo tuwa kumeti. Toga itu korumolo.
Togai tukoru Nakuru, togai tukoru Kisumu, monyorete. Aba msiba mito monyorete. Mata kente tokende nselegio. Omo murori orenge kokwana. Inga disembebe sukukwa banto baitu eliakabere. Oliga atindete. Enya tora nywete. Kama etie ankora. Gashawa alikunywa bangi akasema 2027 election kutakuwa na vita. Hiyo bangi anavuta, avute kutoka chini. Namna hiyo. Awache ujinga. Thank you. Ya mwisho. Hiyo ni bangi. Alivuta. Your Excellency, ya mwisho. Leo umepewa usoro zawadi ya barabara. Umesema unaenda kumuombea. Mimi ni shule iko hapa. Barabara naona umempea 400 million. Mimi naomba tu 5 million. Tuweke bohol kwa hii shule. 5 million tu. Si kitu kingine. Umeocho sora hili chansi. Bwana na nje Mungu anchere. Ndio mchango ndo 200,000. Asante sana. 200,000 wapi makofi ya Doris Donya? Vile Mheshimiwa Donya ameomba, tutajenga bwaho ya hii shule ya 5 million shillings. Si namna hiyo? Tuendelee tusiendelee? Asante. Hapa sasa nimwite Mheshimiwa Cynthia Muge, Women Rep for Nandi. Dakika 1.5 Mheshimiwa. Wapi nduru ya Mheshimiwa Cynthia Muge? Huyo ni mama kaunti kutoka Nandi. Asante sana Your Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki, Mheshimiwa wetu Chief Whip ambaye ametualika hapa siku ya leo, waheshimiwa wote na wananchi wa South Mugirango. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Boyamure. Boyamure naende. Mungu salama. Niko na furaha kufika hapa so that we can empower women and vijana wetu wa bodaboda na kina mama mboga. Na nimeleta pesa kutoka huko Nandi ya majani chai na ya kahawa na ya kuku na ya ng'ombe yote so that we can empower women. Ya pili tumekuja hapa tuweze kuhubiri habari njema ya serikali ya Kenya Kwanza. And we have not only come here to tell you that the administration of Kenya Kwanza is working, but it also has a proper leadership in the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto. Mtu ambaye ni ndume kamili, ndume ambaye iko na mbegu ambaye kisimama barabara ya Ekona hadi hapa Etago inakamilika. Ndume ambaye kisimama unasikia soko 21 inajengwa Kisii. Ndume ambaye kisimama unasikia waziri wa education hapa Kisii. Ndume ambaye kisimama anajua ya kwamba we must empower women and persons living with disabilities pamoja na vijana. Huyu anatosha atoshi. Na hapa nyumbani muko na ndume proper pia. Mtoto ya Simba, si mtoto ya Simba ni Simba. Anaitwa Osoro ambaye akikohoa anapata 100 million ya kujenga stadium. Huyu si anatosha. Osoro anatosha atoshi. Ya mwisho, Your Excellency Deputy President, tunataka kusema asante because you are a true supporter of His Excellency the President. Ule mwenye alitoka alikuwa masaibu ya rais. Wewe sasa ndo naibu wa rais. Shikilia hapo tuweze kusonga mbele pamoja. Nimekuja na shilingi 1,100 100,000 wapi makofi? Ndio mama ameongea jameni. Honorable Lilian Sioi Opole, before Honorable. Mheshimiwa Lilian Sioi, Women Rep Trans Nzoia. Wapi nduru ya mama Sioi? Mama kaunti wa Trans Nzoia. Dakika 1.5 Mheshimiwa. Asante sana na utoe pesa. Bandu bami ndombio bayamone. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Lilian Sioi, mama kaunti Trans Nzoia, na mimi nimefurahi mambo yote ambayo yamesemwa hapa. Lakini kuna tu jambo moja nataka niende direct kwa mambo ya ukabila.
Sisi kina mama tuko na ukabila? Tuko na kabila kweli? Mimi hata ukiuliza naibu wa rais hajui kabila yangu. Kwa sababu mimi mwenyewe nimeintroduce kabila yangu mpya ambaye mimi ni Mkenya. Kuanzia hapa kwa shingo kurudi chini, mimi ni Mluya. Na kuanzia kwa shingo kurudi juu, mimi ni Mkalenjin. Kwa sababu mimi ni Mkalenjin, nimeolewa na nani? Na Mluya, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka niseme, hiyo kuna kabila yako kweli? Hiyo kabila tunaweza ita nini? Si ni gumu? Kwa hivyo mimi nataka niwaombe kina mama ambao mko hapa. Mambo ya ukabila sisi tukatae ukabila kabisa, si ndio? Sisi tukiolewa mahali tumeolewa tunaitwa huko, si ndio? Mimi sasa nilitoka nyumbani nikiwa naitwa Chebet. Sasa hizi mimi naitwa Walubengo. Nimekutana na mtu tu nikampenda kidogo na nimeitwa kabila ya Mluya. Kwa hivyo wamama tukatae ukabila kabisa. Wale viongozi wenye wanataka kutuletea ukabila tukatae kabisa. Na Wakisii, nyinyi ni watu mmeona mbele. Vile mliambiwa hakuna mahali nimeenda nikakosa Mkisii. Nilishangaa hata kule ng'ambo ati nyinyi mmepatiwa useneta. Nani kama Wakisii? Si nyinyi ni mambo baya? Alafu nikimalizia, nataka niulize watu wa Kisii. Bado huku wamama wanapigwa? Mnapigwa na wazee? Waliwacha ama wanawapiga? Waliacha. Siku hizi mambo ni mula kwa nyumba. Mimi nataka niongee kuhusu mambo ya gender based violence. Mambo ya wanaume kupiga kina mama tulisema tumewacha, si ndio? Na wazee, Mungu naye ni nani jameni? Alipatia wazee fimbo ambaye anajua haiumizi kina mama, si ni kweli? Na hiyo fimbo ndio tunataka wazee watumie. Muache mambo ya kupiga kina mama na fimbo ambaye hamkupatiwa. Na ikiwa mtatumia hiyo fimbo, mambo itakuwa vizuri. Mambo itakuwa vizuri kabisa. Upendo utaongezeka kwa nyumba. Sisi tunataka upendo ikuwe mambo ya kupigana, mambo ya kuchinjana, hiyo mambo iishe kabisa. Na kwa hayo mengi na machache nataka pia niwaambie mambo ya kukeketa kina mama muache. Kule ambako natoka waliacha kukeketa kina mama. Kwa sababu tunataka kina mama wakuwe natural kama vile Mungu alipenda wakuwe, si ndio? Wabaki vile, tuachane na kukeketana, tupende kina mama vile walivyo kwa sababu Mungu alituumba tuwe hivyo. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache, na mimi pia nimetembea kusupport kina mama na bodaboda na 1,100. Apigwe makofi. Viongozi ya kina mama ni leo wamesema maneno hapa. Ninyi mmesikia hiyo maneno? Kama mnakubaliana na hao kina mama, mnakubaliana na hii maneno? Wangapi wanakubaliana na vile mama wanasema? Naona wanaume wengine hapa wana hata niite mbunge wetu wa Kuria West, Honorable Mathias Robi. Wapi nduru ya Mathias Robi? Dakika 1.5 mheshimiwa, na utoe pesa. Hii mvua iko karibu kunyesha. Asante sana naibu rais kufika hapa na mimi. Watu wa Kisii mjambo. Mbuya Morebono. Hebu maheji amakofi kwa mbunge. Mbunge wenye Osoro, si ndio? Basi mimi nimefika hapa kwa mwaliko ya rafiki yangu Bwana Osoro ambaye ni chief whip pale bunge, na huyu ni kijana anasema nyinyi mkiendelea na yeye mtaona maendeleo, si ndio? Na mimi vile naibu rais amesema mambo ya maendeleo yote, sisi wa Kenya wote hapo ndio sisi tunaelekea. Na nataka kuambia yule ambaye anataka kuunganisha nchi ya Kenya kwamba yeye tulimpa nafasi kama wa Kenya akashindwa, na alishindwa kwa sababu ya kuleta mambo ya ukabila, si ndio? Sisi tunataka kuwa na upendo. Nimesikia wamama hapa wanasema upendo. Wajumbe hapa wamesema upendo, amani. Kwa hivyo sisi tuko nyuma ya rais na naibu rais kwa maendeleo. Asante sana kwa kazi nzuri mheshimiwa naibu rais. Thank you very much. Basi na mimi pia nimekuja na mchango yangu hapa. Gabi. Hii niko na 100,000. Makofi kwa mheshimiwa. Well done. Tuko karibu kumaliza. Mheshimiwa Innocent Mugabe, bunge wa
Oh, ngoja Innocent. Wacha tupige sinema kwanza. Sinema imekwisha. Innocent Mugabe, mbunge wa Likuyani kule Kakamega. Wapi nduru ya Mheshimiwa Mugabe? 1.5 minutes na utoe pesa kwa watu ya South Mugirango. Asante sana naibu wetu wa rais. Watu wa South Mugirango hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Vile maelezo, mimi naitwa Innocent Mugabe. Mimi ni mbunge wa sehemu inaitwa Likuyani kule Kakamega. Na pia huko hii ndugu wenu wa Kisii wako huko wengi. Hata mimi msaidizi wangu anaitwa Mayaka. Hiyo ni jina ya huko? Ni ya huko eh? Sasa sisi tunakaa na Wakisii vizuri sana kule. Na leo nimepata mwaliko kutoka kwa ndugu yangu Osoro. Na leo Osoro nimekuheshimu. Kumbe hii kutupeleka mbio na tupeleka huko na watu wanakushikilia. Na nyinyi watu wa South Mugirango, mjue kwamba mko na simba, mko na ndume. Mkuze huyu mwanaume, siku moja ataongoza nchi yetu ya Kenya. Na Wakisii nimesikia mko hadi Amerika. Mko katika sehemu zote za nchi, si namna hiyo? Yes. Sasa nyinyi mtafuata yule mtu ambaye anasema anataka 2027 watu wapigane nchi ikwishe, ama utafuata ule mtu anataka kuunganisha Kenya? Kuunganisha Kenya. Si mnakaa kila sehemu? Yes. Si tuliona yale mambo yalitupata mwaka 2007. Mimi mwenyewe nilishuhudia na macho watu wakipigwa. Watu wa jamii wakizozana. Jamii wakifukuza wengine. Hata Wakisii wengi sana kule Trans Nzoia walifukuzwa. Tunataka hivyo? Sasa yeye ndio tunataka tufuate. Na yeye anakaa pale kwa mlima na hajui kwamba watu hapo mlima wako sehemu zote za Kenya. Yeye anataka kuletea watu yake shida ya bure. Pale mlima kukwanga na post election violence ikitokea. Sasa yeye mbona anataka kuchochea Wakenya wengine wapigane? Kama ameogopa hii mambo ya kura, akae nyuma, si namna hiyo? Yes. Kazi ya kura ni uongee na watu, waambie sera, wakupe kura. Lakini ukianza hii uonge, umeanza hii na matusi na kwenda kwa TV sijui na wapi, ati unasikiza ground. Hapa ndio ground. Hapa ndio wapi? Ground. Ground ni kwa radio. Yeah. Kuweka fitina na kuchochea. Asante sana watu ya South Mugirango. Pia mimi nimeleta mchango wangu wa shilingi 100,000 makofi. Iko sinema. Sinema ya Osoro. Osoro anatosha hatoshi. Osoro anatosha hatoshi. Wangapi wanasema Osoro? Wacha niite mheshimiwa jirani. Naitwa Alfa Meruka. Hapa Nyamira hapa. Kisii, sorry. Nyamira ni Mogaka. Ni Steve Mogaka. Steve Mogaka ndio Nyamira. Hapa ni Kisii. Najua huko nyumbani. Wapi makofi ya Alfa Meruka? Hiyo makofi haitoshi na nduru. Wapi nduru ya Alfa Mogaka? Biyamore. Mama ndio muroe. Kagia korogwa. Omwana opasa hiyo. Nyinyi ni watu wazuri sana. Your Excellency, let me tell you, we are at home. Still at home. Kuna vigogo tunasemanga Kisii hapa. Kisii iko na kaunti 3. Kisii, yes, Nyamira na kuna Guja. Yes. Sasa Guja mimi na Osoro ndio vigogo. Na sisi ndio wenyeji wa serikali. Ninaambianga watu hivi. Wenye wanajaribu kutafuta serikali ijayo, wacha watafute. Lakini sisi tuliunda serikali ndio tuko sahihi. Na tunafanya nini? Maendeleo. Ukweli ama uongo? Mwanje to Osoro lakini. Ama mwanje to Osoro mwana. Mwanje kakana tawa. Mwamotigire, wasema wale kwa maneno. Moche mama anaende. Ama mama etoka kiakorogwa. Kitu ya ongeza professor. Anaitwa professor, our able deputy president. Fanya hivyo.
our current rais alianzanga hivyo is now the current president. Huwezi jua mambo ya kesho. Huyu jamaa mpole, nampenda. Sasa next Bomachoge, jirani hapa. Kuna mimi na Osoro tuko tamu yetu ya pili. Tamu ya kwanza Trans Nzoia ilikuanga na mbunge wa wanawake na alikuanga na maneno mazuri, alikuanga anasema juu ya utamu. Sijui kwa wapi. Laundi hii tena wako na county mwanamke anasema juu ya fi. Sasa sijui ni fimbo gani. Matoro amesema kitu yenye nini umefanya nini? Naelewa. Ndio wapi? Hii serikali tuliyoko saa hii, wacha niwaambie wakaaji wa South Mugrango, hii serikali imetufanyia mambo mengi sana mimi ya Osoro na Chavez. Kwa hivyo msidanganywe kwamba kuna serikali nyingine tena mahali. This is the only government. Just fanya kazi na hii serikali, mengine yafuate baadaye. Na hii Kenya ni kabila moja. Kenya inaitwa kabila ya Kenya. Mimi ni Mkenya, mimi si Mkisii, mimi si Mkuria, mimi si Mkikuyu. Kwa hivyo wanaongea mambo ya ukabila na Ukikuyu, Kisii au si wa Kenya. Sisi ni kabila moja. Another thing, hii siasa si ya roho ya mapua. Unaongea leo, mkikosana kesho unasa. Hapana, kaa na siasa kwa roho. Unakaa kama siasa ndio maisha yako. Unakaa na machungu kila wakati. Pole sana. Okay. Wewe unasema excellency. Wewe kanyaga kazi vizuri. Bomachoge is Bet Faruk na wabunge wenzangu, mimi nimetoka Nyamira County na salamu za watu wa West Mugrango. Mkubwa hata mole ama igaba abagirango baro moro. Na wamenituma na ujumbe tatu. Ya kwanza, Mheshimiwa Osoro, government whip. Mimi nimeambiwa na watu wa West Mugrango na Nyamira yote, hapo kwenye rais amekuweka kwa niaba ya Wakisii, usibanduke, kaa hapo na angalia mbele, tuokoe jamii ya Wakisii. Ujumbe ya pili, na kwa ruhusa yako naibu wa rais, Abagusii tigazote yabaniama nyene. Abantu mbale batagete gotobanga kogenda kuna bali bakiete gokwera shakaola gaki mbura twensi ngwaka na tole bango serikali tokoe bango serikali kitali yeye tomanye waka ne bango togwo yani njira bongo tebanga Abagusii timanyeti nkoga nkori gitore bya mambia mambimbokie lakini bora gakitorwe bango ya ito yose pika toma ko tigara abantu barie nduntoro sera kupa ebina bia biasara mutaka Abagusii kwa Kenya. Na sababu kwa heshima wa naibu waziri, naibu wa rais, nataka uchukulie rais wetu ujumbe wetu kuwa wa Kenya, Wakisii ni wa Kenya, tutaendelea kumsupport, tutalipa kodi yetu na uzalendo yetu, na yeye atusaidie kufanya maendeleo hapa Kisii. Ya mwisho kabisa, naibu wa rais, mimi nimeambiwa ukuje Nyamira, ukuje West Mugrango, kwa sababu wewe ni mwalimu wangu, ulinifanya wakili, ukuje huko. Ndio sababu na support mwenzangu Osoro Torwa, yani bali bako totebinga tomerane tobwaterane ngege nteke tanganye karutu abaire amo uno Mugusii na Osoro kadwagu Osoro agwachi achi 100,000. Wapi makofi ya Steve Mogaka. Nema Osoro. Bas, wacha dakika moja. Iko mheshimiwa anaitwa Joshua Ondora. Dakika moja tafadhali. We have finished. Tumemaliza. Ni MCAs tu watakuja hapa muwaone, ule local MCA atufungie mkutano.
lakini pia kuna directors hapa watatoa pesa. Yes, Mheshimiwa Joshua, haraka tafadhali. Thank you so much, our Deputy President. Ndami Tom Yamole. Ngora kingo koboko go soro like this. Osoro twale koria. Kini ki twale koria. Natonya twale koria. Aba bunge mwale kori kimbo banyorati. Mangu yangu ni machache tu. Your Excellency, jana tulikuwa State House. State House ndiye ichiro ya DOC. Na ntwabwata very candid conversation with our head of state. Na ande gato tebetiga wakati tuliingia hapo. Alituambia kwamba mimba na kitambi ni bidii ya mwanaume. Ngomonyi wete. Haba aninobo litoboli moko bogoli ni bidii ya nani? Na mwanaume ile kitambi ambayo mnaona anakuwa nayo. Ni bidii ya nani? Igo mwanyugule. Inche na ataka ko batebye gente akemo. There is a lot of excitement gusingo mwana itonkoli yale kirogo. Okweli amasiwogo. Igo bono tulimie sitima ngankoli kitore kirogo. Nga yani abangi nanto bakorera magendero because toganyite litorori bwatembe. Engakie yego ikangoja tole. Na vile Deputy President amesema wakati hiyo ikifika uchaguzi sio phenomenon mpya. Tutakuja kama kawaida. Na tutaki tulete president hapa, the head of state, akuje kupiga siasa ambaye hakazi hakufanyia. Tunataka president akuje hapa kama vile ametuma deputy wake akuje kukagua maendeleo ama miradi ya maendeleo ambayo alifungua. Na la mwisho, Bwana Deputy President, hii kijana yetu Osoro, unajua ameiba msichana kutoka kwenu. Amechukua hajaiba, ametulimpea. Sasa ile ambayo ninakuhakikishia na kuambia ya leo, hata amelipalipa sio vile nilisema. Mwezi wa Agosti. Nilisema tu ni kumaliza hajamaliza. Agosti ambayo hii tunaenda. Yeah. Mimi na wasii tunaitwa Magaka Bichi hapa Nyanyimbo. Tunakuja kuleta mahali. Very good. I'll be one of those guys, wala wazee 5 ambao watabeba Osoro kwenda kulipa. Omotaka tena ande to uwe mosumati. Nipaka hapo. Motaka to uwe makungu. Uwe mjumbe. Osoro yango katebie gente kemo. Abwa sobe tete betaka kabisa. Arusi koseta arusia. Akibete kabisa koseta akibete. Ya gente kito rusi ime. Cosmo Choi. Niko na rafiki anaitwa Cosmo Choi. Najua Cosmo Choi? Niko rafiki yangu anaitwa Cosmo Choi, dakika moja. 20,000 makofi. Wapi nduru ya Cosmo Choi rafiki yangu? Basi. Dakika moja na nusu. Yeah, thank you. Unajua naweza sema Cosmo, baby, Cosmo hizi kazi. Mwanaume kamili, mwanaume tosha. Mumefurahi kuniona hapa? Munaniona kwa mtandao sana, si ndio? Mimi niko na historia kubwa hii Kenya. Rais William Samoei Ruto ni rafiki sana. Alikuja ngamba, watu wakasema hata kanyaga Amerika akiwa deputy president. Alikanyaga mwenye alimkaribisha siri mimi. Mnajua hivyo. Arabu huyu tunapendana sana. Huyu ni ndugu yangu, hata nikimpigia simu kama achukui ananiita pak. Tunapendana ni kama tulizaliwa na mamangu Bilisikira. Ya pili, huyu Osoro ni semeji. Yeah. Mama ya watoto yangu tumemtoa hapa Muma. Mama ya wasichana yangu wale wasomi kwa 4. Si mimi ni semeji yenu hapa. Huyu Osoro ni mwanaume. Wacha niseme. Leo nimekuendorse 100%. Utarudi hapa na nimeona watu wanakupenda. Hii watu yote sikuchua kama unapendwa kama pesa hivi. So wacha niseme hivi. Mimi nilisema Ruto atakuwa rais, akakuwa.
nikasema ndugu yangu atapata na atapata. Second term ya pili Samoei Ruto, obvious 60% tunashinda wakiwa na ndugu yangu Osoro South Mugirango amchabeba bendera mbele ya Mungu. Mkimchagua second third term tutakuwa na by election, yeye atakuwa minister abeberusha bendera hapa. Mtamchagua ama namna gani? Mtampigia kura? Kazimo baby, Kazimo easy kazi. Haya Kazimo. Kipchumba Choi mwenyewe. I approve this message 100%. Ndani mpaka ime. Makofi. Unajua mimi sio mbunge, ninatafuta kiti ya ubunge Mbakazi. Nimekuja tu na 25,000. Asante. Thank you very much. Naomba advisor wa rais mambo ya political affairs Charles Matoke, dakika moja. Advisor wa rais William Ruto for political affairs Charles Matoke, dakika moja, tutoe pesa tuendelee kufunga mkutano. Lero bakungu tigatokwane. Mheshimiwa Naibu wa Rais, itifaki ikizingatiwa, jina langu ni Charles Chira Matoke. Mimi ni mshauri wa rais katika Ikulu na mimi ndio kitinda mimba wa rais kutoka jamii ya Wakisii. Nimepewa kazi kama mwezi uliopita, kwa hivyo sisi tuko ngagari katika serikali na inga bantu baminto mwanje to soro. Osoro abagirando takwegimeri osoro na into abagusitu ense pikisi county ekimanta tageto osoro toigwana ine iromo igwata nkingoteba omogirando no munyari bari barabwata nengi kerabe kwaigure igosoro achiai. Basi asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nitatoa mchango wangu wa shilingi 50,000. 50,000 shillings. Makofi. Thank you very much. Sasa kwa heshima kubwa naomba MCS wetu wote wakuje hapa, na kwa niaba yao MCA wa hapa atasema kitu na ataje wenzake majina peke yake. Wapi MCA wa hapa? Ni sawa. Sema kitu na useme majina ya wenzetu. Our deputy president, our members of parliament and other leaders, na wananchi, habari zenu? Asante sana deputy president kwa kufika hapa. Hii ward inaitwa Chitago Borabu. Ule amechelewa kidogo. Mimi nimechaguliwa na chama cha UDA. Nimekuja kumwakilisha mbona na akolile. Mbia mono na ene momo tebi ocha saba raibale mbia mono. Naitwa Celestine Oriango. Haya, asante. Jina? Naitwa Edna Kwamboka. Thank you Kwamboka. Dolphin Buhari o Buhari. Asante sana. Piga sinema. Wapi directors wale wako hapa wakuje waonekane, wale watu wamepewa kazi na rais kama directors, vice chancellor, hamtaongea tu muonekane. Soro ataje majina yenu, mention the names, tumalize hii kazi. Taja majina yao na ile just the name and the board you are in. Uko board gani? Kenya Re. Kenya Re Insurance. Dr. Zakari Ayenda, Kenya Re. From Maro. Kutoka Maro. Dr. Willy Somoyo, Joust Council Member. Lilian Mogendi, NTSA Korutabaka, South Mugirango. Professor Nathan Ogechi, Vice Chancellor Kisii University. Edna Kangwana, Council Member, University of Kabianga. Jared Ngwae, Water Resources Authority. Purity Kirera, Bomas of Kenya. Thank you very much. Watoe wasichange. Ngapi wanasema wachange. Hamna bahati. Kwanza nini ni wadosi. Yeah, thank you very much. Asante sana. God bless you.
Professor Nathan Ogechi. Huyo tulikuwa tunafundisha na yeye kule Moi University zamani. Kumbe siku hizi wewe ni DVC, ni Vice Chancellor wa Kisii University. Umekuwa mdosi. Bas, hiyo utachukua zawadi baadaye wewe Osoro, my brother. You've done a good job. Osoro amefanya kazi hajafanya. Ngoja, Osoro amefanya kazi hajafanya. Osoro anatosha atoshi. Si ndio kazi ya mbunge ya kutafutia watu yake? Wanapanua biashara zao. Wangapi wanaunga mkono Osoro hapa? Ile pesa ambayo tumetoa 9,400,000. 9,400,000. Pigia Osoro makofi. Well done, well done. Bas, ngoja kwanza sasa tusimame tuimbe national anthem. After the national anthem, wimbo ya Kisii hapa ndio itatutoa hapa ya hapa nyumbani. So ngoja kabla hujakuja kwa stage, naomba tusimame kwa wimbo wa taifa. MC. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Kindly walimobegete chikofi torusi. Kabla hatujaimba wimbo ya national anthem vile tumesimama, watu wa South kweli ama ni hivi? Are you sure? Nirudi siku ingine? Rais arudi? Munanituma swali ya mwisho. Munanituma na salamu kwa Rais William Ruto. Salamu ya ukweli. Wacha nione ishara ya mkono wale wananituma. Wale wananituma. Weka mkono juu, weka mkono juu. Weka mkono juu wale wananituma. Salamu ya Rais William Ruto, asanteni sana. Wacha wimbo wa taifa, alafu wimbo ya Kisii hapa ya hapa nyumbani, tufunge mkutano. Asante sana. Asante, tafadhali tusimame imara kila mmoja. Natumai tumetoa kofia. Kole ngimu harusi Richikobi. Elinde tonyore a national anthem studio tafadhali.